Samahani dadangu. Habari yako? Salamu. Samahani dadangu. Mimi ni mgeni katika kijiji hichi na nilikuwa nahitaji kufika kwa mzee Gola. Sasa sijui unaweza ukanielekeza? Kwa mzee Gola? Okay, naweza nikakuelekeza. Lakini unaweza ukaniambia na shida naye gani? Ngoja niwe muwazi tu kwako dadangu. Maana kwa hapa ilipofikia na nikiendelea kuficha ficha linaweza likanikuta jambo. Dadangu bwana, mimi nina matatizo. Kwanza kabisa kuna mwanafunzi mimi nimempa mimba. Hivyo nilikuwa na wasiwasi muda wote polisi wanaweza wakanikamata nikaenda kuozea jela. Na kitu kingine, mimi kuna mambo siyaelewi yamenitokea hapa katikati. Yaani kuna siku nilikuwa napita kwenye mishemishe zangu nikapigwa bakora na mtu ambaye hata sikufanikiwa kumuona. Kwa hiyo mimi naamini haya ni mambo ya kishirikina. Hivyo katika uliza yangu nikaelekezwa kwamba nikifika tu kwa mzee Gola haya matatizo yangu yote yatakwisha. Mimi naona hayo yote yalokukuta unastahili. Kwa sababu ulivyokuwa unatembea na mwanafunzi ulikuwa hujui kwamba ni kosa. Na ulikuwa hujui kwamba ukimpa mwanafunzi mimba atakuletea shida. Kwa kumbe ulikuwa unafanya makusudi. Alafu sasa hivi unataka msaada. Na kingine, hilo swala la kuchapa viboko wewe mwenyewe umeyataka kwa sababu ya umbea wako. Mbona sikuelewi dadangu? Unamaanisha nini ukisema hivyo? Unajifanya uelewi eh? Hivi unavyojizima data ndio maana anakukuta mambo. Hivi usingekuwa unadadisi mambo ya watu. Unafikiri hayo mambo angekukuta? Dadangu, najua mimi sikuelewi na unazidi kunichanganya kwa sababu mimi nimekusimamisha hapa ili unielekeze kwa mzee Gola, lakini ukataka kujua matatizo yangu wanaonipeleka huko. Nimejaribu kukuelezea, huenda labda ingekuwa njia rahisi ya wewe kunisaidia, lakini naona unazidi kunichanganya. Yaani unaniambia vitu ambavyo hata sijui vinatokea wapi. Kama unahitaji kunisaidia dadangu, ni bora tu uniambie ili nikatafute msaada mwingine mbele. Nisikize nikwambie kitu. Kwa mzee Gola hawaendi watu wenye matatizo ya kujitakia. Wanaenda watu wenye matatizo yao kweli. Kwa hiyo wewe siwezi kukuelekeza. Tafuta mtu mwingine wa kukuelekeza. Ludo, kuna kitu gani kinaendelea? Wewe uliniambia unasafiri wewe, kwamba unaenda mkoani, unahitaji kuwa mbali na hapa kutokana na mazingira yalotokea. Sasa inakuwaje tena? Mbona ghafla hivyo umerudi? Ni kweli mwanangu, japokuwa sijafanikiwa kuondoka kwenda mkoani. Mimi nilikuwa hapo Kibaha kwa sister. Lengo ni kusikilizia hizi siku 2-3 ili hata nikifika huko mkoani niwe nimejipanga. Ila kuna taarifa nikazipata, nimenishtua sana. Hivyo niko hapa kwa ajili yako. Mimi kuna taarifa nimezipata kwamba umefiwa na mdogo wako. Hivyo hata kama kuna vitu unanitenga, wewe bado ni ndugu yangu tu. Kwa tatizo lako ndio tatizo langu mimi. Msiba wako ndio msiba wa kwangu mimi. Na ndio maana unaniona hapa. Nimekuja kukusapoti kwa ajili ya mazishi. Sasa vipi? Mshazika au bado? Tumeshazika tayari. Sasa kama mmeshazika, mbona wewe uko hapa? Wakati saizi ulitakiwa uwe kijijini kule. Kwa sababu huu msiba ni wa kwako na sio wa jirani. Sasa mbona wewe umerudi haraka haraka hivi?
Nimwambie ukweli kama sijaenda msibani? Hapana. Atanielewaje? Kama yeye tu mtu ambali ametoka huko amekuja msibani ili aje kusapoti mazishi, alafu mimi mwanafamilia niseme kwamba sijaenda kumzika mdogo wangu? Hapana. Acha aelewe tu atavyoelewa. Unajua Ludo, yani maisha sasa hivi yamebadilika sana, tofauti na zamani. Sasa hivi mnazika, baada ya hapo watu wanaenda kuendelea na shughuli zao, lakini yale mambo sio ya kukaa matanga wiki mbili, haya mambo sasa hivi hayapo. Maisha yenyewe yamekuwa magumu sana, mambo yamebadilika. Kwa hiyo hebu jaribu kubadilika, acha kuwa kama mzee wa miaka 45 huko. Mbona sikuelewi ndugu yangu? Au huo msiba uliotokea ndio umekuchanganya akili? Kwa sababu kwa dini yetu sisi Waislamu, umepatwa na msiba juzi, jana ndo mmezika, leo ilikuwa ndo 3. Wewe ushaondoka huko da. Hivi unatengeneza picha gani hata kwa wanakijiji? Unatengeneza picha gani kwenye familia yako? Au hata kwa jamii inayokuzunguka? Hivi unadhani liko sawa hili? Alafu eti nakwambia, unasema hayo mambo yamepitwa na wakati. Mambo yamepitwa na wakati? Msiba ndugu yako kaka? Sema sawa, acha mimi nisikuingilie kwenye mambo yako. Wewe ni mtu mzima na unajua unachokifanya. Mimi bwana nina shida. Hivyo ningeomba tuingie hata ndani tuweze kuongea hivi. Nakumbuka uliniambia kwamba umekuja kwa ajili ya msiba. Sasa ni mazungumzo gani tena tofauti na haya unataka mpaka tuingie ndani ndo tuongee? Kwa nini usiongee hapa? Ni mazungumzo ambayo yanahitaji kidogo utulivu. Hivyo ndio maana nikakwambia tuingie ndani ili tuweze kuongea. Hapana. Wewe kama unahitaji kuongea na mimi ongea tu hapa nakusikia. Mimi nilikuwa na shida ndugu yangu. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mimi nimetoka zangu hivi Kibaha. Hivyo nikiangalia saa hizi kipengele kurudi kule. Hivyo nilikuwa naomba unihifadhi japo usiku mmoja tu ndugu yangu. Maana najua jumba kubwa hili. Huwezi kataa kunisaidia. Yaani sijakuelewa au ndio unachomaanisha? Kwa unamaanisha kwamba unataka kulala ndani? Labda nikwambie tu mwanangu. Iko unachokitaka hiko. It's not reachable. Try again later. Kwa sababu humu ndani kuna chumba kimoja tu. Na hicho chumba ndo nalala mimi. Na mimi ndugu yako kama unavyojua, mzee wa Losbol. Kama sijapiga masabize, sijapata demi, sijalala bado, sijapata usingizi. Mimi na wewe tunalala vipi watu watatu? Kwa mwanangu yani hapo. Mimi nafikiri ungeangalia tu mchakato mwingine. Sema baridi mwanangu. Ila kwa sababu kipengele changu mimi ni cha kulala, mimi hata ukinitupa tu sebleni hapo, mimi nadondosha asubuhi, nafuata mishe zangu. Mwanangu wewe mbona unakaza sana kwenye vitu ambavyo hata haviwezekani? Mimi nimekwambia nina mazingira yangu, baadaye lazima nilete ngoma hapo nilale nayo. Wewe unataka kulala sebleni. Sebleni huko inakuaje? Kwa hiyo unataka kusikilizia miruzi night nzima au vipi? Wewe mwanangu angalia tu sehemu nyingine. Mbona wana kibao? Kuna Abduli Mabuti yule. Kuna Pangala Shaba. Kwa nini usiende kuwaomba huko kalala kwa siku mmoja alafu then kesho ukaangalia mazingira yako? Kaka, ina maana unataka uniambie kwamba sijaona wote mpaka kufikia hapa kwako? Najua fika kwamba wewe ni ndugu yangu ambaye tunasaidiana kwenye shida na raha. Sema fresh. Kama imeshindikana huko kote, mimi naomba basi hata unipe hata ruksa tu. Nilale hata hapa kibarazani. Wewe mwanangu wewe spy. Wewe spy sio bure. Kwa hiyo mwanangu umekuja kunichola. Umekuja kunipeleleza mimi naishije au vipi? Unataka kujua vitu vinavyoendelea, si ndio? Kwa sababu kila ninachokwambia mwanangu unanipinga, yani unatafuta njia tu ya kunichokonoa, unijue, unitafute undani au vipi? Babu haiwezekani mwanangu. Wewe hapo angalia tu njia yako, kama utarudi Kibale leo bado jua halijazama ili mapema. Au la kama kuna wana wengine kama hivyo nilivyokuambia kina Pangala Shaba na nini, wewe nenda kajihifadhi. Sio lazima hapa. Vipi mwanangu, mbona kama hivyo? Au sio?
Sema baridi mwanangu, ila leo ndo nimeamini. Samani jirani, unaweza ukanisaidia kopo mara moja? Sawa, hamna shida. Jirani, jirani. Alikuwa jamaa wa kawaida. Vipi tena jirani? Samani jirani, kwenye kopo humu nimesahau nguo yangu ya ndani, naomba unisaidie kunipatia. Akakutana na binti wa ndoto, akampenda kupita maelezo. Unaweza kuniambia uko chooni ulikuwa na nani na ulikuwa unafanya nini? Ninaongea na wewe, ulikuwa unafanya nini uko chooni? Hei mume wangu, nilikuwa chooni naoga, nimekutana na jirani hapo, nimempa kopo. Unanifanya mimi ni mjinga? Hivi wewe mwanamke, una shida gani? Una matatizo gani katika kichwa chako? Unajua mimi nahangaika kiasi gani ili uishi vizuri, lakini bado umeona haitoshi, umeamua kuja kufanya umalaya nyumbani kwangu. Hivi ni heshima ya wapi? Wewe ni mwanamke wa aina gani ambao usiothamini mapenzi yangu kwako? Leo unakuja bafuni kwetu unafanya umalaya. Alafu na wewe unajifanya kidume, si ndio? Unajifanya mwanaume. Sasa ngoja leo nitakuonyesha. Unakimbia eh? Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi sikimbiwi na nahakikisha nitakukamata ili ujue kama mwanamke wa mtu sumu. Shenzi wewe. Jinga mmoja. Nakwambia nitakukamata, alafu nitakuonyesha kama mafuta yanapakwa mwilini au kuna sehemu nyingine yanatumika. Alafu naye mwanamke, wewe leo utaniambia